بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Katika hizi dakika chache insha Allah tutaangazia baadhi ya fawaid ilmiya na baadhi ya waqafat taamuliya, faida za kiilmu na baadhi ya mazingatio kuhusu usiku mtukufu na baadhi ya yaliyopatikana katika mwezi mtukufu wa Shaaban, usiku mtukufu wa Lailatun Nisfi min Shaaban. Lailatun Nisfi min Shaaban la shakka kwa Waislamu wote ni usiku mtukufu, na Qur'ani imenasi na ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam hali kadhalika zimenasi na aqwal za salaf al-umma, masahaba na tabi'in na ulama mbalimbali wameuelezea usiku mtukufu wa Lailatun Nisfi min Shaaban, bali amalu al-umma wengi katika umma wa Kiislamu kupitia zama zote hizo tangu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameendelea kutukuza usiku wa Lailatul Nisfi min Shaaban kwa a'malul birri wa a'malil khair, kwa ibada, kwa taa, kwa dhikrullah, kwa tilawatul Qur'an na mambo mazuri mazuri ambayo kwamba yamkurubisha mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu atuambia katika kitabu chake, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia kwa nuni al-mu'azzimi nafsa kwamba hakika yetu sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka nyingi sana. Kama tunavyojua al-Qur'anul Karim yote ilikuwa katika al-lawh al-mahfudh, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-kitabul maknun ambao kwamba ilikuwa imehifadhiwa al-Qur'an al-Karim ni al-lawh al-mahfudh. Al-lawh al-mahfudh ndio al-kitabul maknun. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake akaiteremsha Qur'ani katika usiku mtukufu wa Lailatul Nisfi min Shaaban, na hii ni rai ya baadhi ya ulama katika salaf al-umma, wengine ni wanafunzi wa Sayyidina Abdullah bin Abbas au hata yeye mwenyewe Sayyidina Abdullah bin Abbas katika baadhi ya riwayati zake, na baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameona kwamba ni usiku huu wa Lailatul Nisfi min Shaaban kwa ndio ilishuka Qur'ani mpaka katika samai dunia, mahala panapoitwa Baitul Izza, ikahifadhiwa hapo Qur'an, kisha ikawa yashuka munajjaman hasab al-ahdath, yani baadaye wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa yashuka Qur'ani aya au baadhi ya suwar kulingana na matukio mbalimbali yaliokuwa yakituka wakati ule, muda wa miaka 23 mpaka kufariki bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ni usiku mtukufu sana sana sana. Ama ahadith ni nyingi na zimekuja kwa turuq mukhtalifa na riwayat mutaaddida, njia mbalimbali za mapokezi, ingawa zote ni ahadith dhaifa, lakini ulama wametuambia al-ahadith adh-dhaifatu tuqawi ba'daha ba'dan fatartaqi ila darajati al-husn. Zile hadithi zikiwa ni dhaifu katika amali yoyote au jambo lolote ambalo kwamba ni la dini, zimekuja ahadith lakini ni dhaifa, hazitupi ahadith dhaifa. Ahadith dhaifa si kama ahadith mawdhu'a, na hili wasomi wote wanajua, wanafahamu. Sio kila hadithi ukiambiwa hadithi ni dhaif basi haifai bwana, wacha kupokea hadithi dhaif. La, ni ahadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini mapokezi yake si kama alhadith almutawatir, alhadith alsahih, alhadith alhasan. Hizo ahadith dhaifa zikiwa zimepokewa kwa njia nyingi na zimekuwa nyingi, zinakuwa na nguvu na zinapanda kutoka katika udhaifu wake, zinakuwa katika daraja ya alhasan li ghairihi, zinapanda katika daraja alhusn. Haziwi kama hadith alhasan li dhatihi, ina nguvu zaidi, sababu alhasan li dhatihi ni sawa sawa na alhadith sahih katika kutolea hujja masail ya fiqhi na mfano wake, lakini na alhasan li ghairihi pia huwa si kama hadithi dhaifu tena, sababu zile njia za mapokezi zimekuwa mengi. Haya ni maelezo ya ulama wa hadithi kwa urefu na mapana.
Ninachotaka kusema kwamba ahadith dhaifa zatumika katika fadhail al-a'mal kama taqarrara inda al-muhaddithin, katika mambo mema, fadhail al-a'mal, mambo ya khairi, mambo ya ibada, nawafil al-mutlaqa, kuhimizwa watu waswali, wasimami qiyamul layl, watoe sadaqa. Katika mambo kama haya ahadith dhaifa zatumika na ndio sehemu yake. Na salafuna salih walikuwa wakihuisha usiku wa lailatul nisfi min Sha'ban, wakihuisha kwa taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakihuisha kwa dhikrullah, tilawatul Qur'an, kusoma Qur'ani kwa wingi. Na yatosha muumini akasali sala ya isha kwa jamaa, akasali na salati al-fajr kwa jamaa pia, kwa nia yake mzuri atakuwa amehuisha usiku mtukufu. Alhasil, katika ahadith Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sha'ban, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwatizama waja wake kwa jicho la rehma katika usiku mtukufu wa lailatin nisfi min Sha'ban. Kisha Mwenyezi Mungu hugawanya msamaha wake, hutoa msamaha wake, akawasamehe waja wake wote ambao kwamba hawamshirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So kuna watu wamevuliwa, wametolewa katika msamaha wa Mwenyezi Mungu. Wa kwanza al-mushrik billah, mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote kile. A'adhana Allahu wa iyyakum min ash-shirk al-asghar wal-akbar, Allahumma amin. Na mwingine ni al-mushahin. Huyo al-mushahin ndio maradhi haya na magonjwa ambayo yameukumba mujtamaa wetu wa Kiislamu. Mushahin ni mtu ambaye kwamba mwenye kubeba chuki na kugombana na kukatana na Waislamu wenzake kwa mambo ambayo kwamba hayastahiki wala hayastahili. Yatakiwa Muislamu katika usiku mtukufu wa lailatul nisf min Sha'ban, na kabla ya kufikia usiku mtukufu, afungue moyo wake, awasamih ummati Muhammad, aseme mimi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mimi nasema hivi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa umaskini wangu na ufukara wangu wa kuhitajia msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sisemi haya sum'atan wala riaan abadan, lakini insha Allah iwe ni ufunguo wa khairi kwa Waislamu wenzangu watakapokusikia maneno haya na kutizama clip hii, kwamba au darasa hii, kwamba tufungue nyoyo zetu, tusameheane ummati Muhammad. Mimi bila shaka kuna watu nimewakosea kwa kujua au kwa kutojua, na waomba msamaha, wanisamehe, na wao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watapata msamaha. Na mimi pia kama kuna mtu yoyote amenikosea kwa lolote, wallahi billahi tallahi liwajhi Allah Ta'ala, kwa lolote lile, pengine hata sijui kama amenikosea kitu gani, lakini mimi nimemsamehe liwajhi Allah Ta'ala, kwa ajili ya kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutizame sote Waislamu katika usiku mtukufu wa lailatul nisf min Sha'ban, atusamih madhambi yetu, waliafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Watu wasameheane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, kwani nyinyi mliokosewa hamutaki Mwenyezi Mungu awasamehe? Bila shaka kila Muislamu atamani kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna baadhi ya makosa, pengine mtu anaweza kusema basi, je, yakiwa makosa yale yamefungamana na haki ya ilmu au yamefungamana na haki ya cheo, ima cha mtumi au cha sahaba au cha ahlul baiti au cha ummahatil mu'minin au cha chochote, ikawa utesi ama vita ama kukosa kuelewana kumetokana na sababu hiyo, je, ziangushwe zile kadhaya, kwa sababu itakuwa ni kuonyesha kwamba hakuna umoja ama hakuna kuelewana, hakuna kusameheana? La, yale yatabaki pale pale, sababu si matatizo ambayo kwamba yafungamana na dhati yangu au mfano wangu, bali ni mambo yafungamana na ilmu na ni mambo yafungamana na haki ya cheo cha mtukufu katika watukufu wa Uislamu wetu. Kwa hivyo itabaki ni yeye pengine ambaye kwamba tumekhtalifiana naye kwenye jambo kama hilo, arekebishe upande wake, alafu mambo mengine yote sahali, undugu wetu uko pale pale, urafiki wetu uko pale pale, na mahaba yetu katika Uislamu na katika ilmu yako pale pale. Na ndio wakati huu, ikiwa mtu ameteleza, amekosea, amezungumza jambo kama hivi kwenye media, akakosea, amkosea sahaba ama akamkosea yoyote katika watukufu, ummul mu'minina mathalan, katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wakati huu wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kurekebisha lile kosa. Na hata kama haki ni za mali, ndugu yangu Muislamu, hata kama haki ni ya mali, hata kama ni ya ardhi ya heshima yako,
Muislamu wenzako amekukosea, wewe hujui wanaokukosea ni watu gani. Wewe samehe tu liwajhi Ta'ala. Hii ni dunia, na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupotei kitu, na utakwenda kuyaona mazuri wale wenye kusamehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye huwasamehe, na sisi tukijiangalia makosa yetu ni mengi baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuwasamehe waja wa Mwenyezi Mungu ni fursa ya sisi kusamehewa, wallahi fursa kama hiyo tusiipoteze ndugu zangu. Kisha tukiangalia ile Lailatul Nisfi min Sha'ban imekuja kama matayarisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitayarisha nyoyo za Waislamu zipate tahara, zipate maghfira, zipate kurahamiwa, ili tukiingia katika Ramadhani tuingie na nyoyo zetu ziko tayari kuingia katika ibada ya saumu na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuhuisha masiku yake kwa ibada na masaa yake na madakika yake kwa dua na dhikri na kusoma Qur'ani. Hali nyoyo zimekuwa safi, zimeshapata msamaha tangu Lailatul Nisfi min Sha'ban. Na tusisahau usiku mkubwa sana kama huu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kutupokea. Na ndio tukiingia katika Ramadhani tutaingia na sisi tumesamehewa na tutaweza kuipa haki yake Ramadhani. Haiwezekani tuingie ndani ya Ramadhani na nyoyo bado zina uchafu wa maasi, zina ukorofi wa madhambi, nafsi zimeharibika kwa tabia za kubeba chuki na kubeba hasira na kubeba mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayapendi. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, na kuna riwaya wa ma ta'akhkhar. Atakaye kuifunga Ramadhani kwa iman na kwa subra kutaraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasamehewa madhambi yake yaliyopita, na kuna riwaya nyingine, mapokezi mengine hata yatakayokuja. Onekana huyu atafanana moyo wake. Mwenyezi Mungu atujalie sote na Waislamu tuwe katika hali hiyo, tafanana na nyoyo za Ahlu Badr. Sote tunajua vita vya Badri vilikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani 17, na kukapatikana nusra kubwa, na Mwenyezi Mungu akawasherehekea akawafurahikia watu wa Badri, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia la'alla Allah attala ala ahli Badr faqala lahum a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasamehe watu wa Badri, fanyeni mtakalo, mimi nishawasamehe, kuonesha kwamba alifurahishwa sana na kitendo chao cha kumnusuru Mwenyezi Mungu na Mtume na kuinua juu bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na sisi zile nyoyo zetu tukisamehewa katika Lailatul Nisfi min Sha'ban, tuingie ndani ya Ramadhani fil hali tumefunga Ramadhani yetu kwa uzuri na tumesimama usiku na nyoyo zetu safi, tupendana kama Waislamu, ummatul Qur'an, ummatul iman, ummatul akhlaq, ummatun nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na sisi tutafaulu insha Allah Ta'ala. Katika mwezi mtukufu wa Sha'ban na katika Lailatul Nisfi min Sha'ban ndio kulipatikana tahwilul qibla, kubadilishwa qibla. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tunavyojua baada al-hijra al-mubaraka, tangu kugura kutoka Makka kwenda Madina kwa muda wa miezi 17, akawa katika sala yake aelekea Baitul Maqdis. Na katika ajabu ya mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alijalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Rajab uliopita akaenda kule al-Masjid al-Aqsa al-Quds Sharif katika usiku mtukufu wa Isra wal Mi'raj, akawaswalisha mitumi wote ndani ya al-Masjid al-Aqsa. Hapo hajaelekea katika safari yake ya Mi'raj kwenda kupokea faradhi ya sala 5, akawaswalisha pale, kisha akaelekea mbinguni katika safari maarufu ya miujiza, akapokea sala 5 kwa ufupi Mtume sallallahu alayhi wasallam, zawadi ya safari tukufu, kisha akarudi Makka. Ikapatikana hijra baada ya miezi 17. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye akielekea tangu kufaradhiwa sala, akielekea upande wa Palestina, al-Masjid al-Aqsa au al-Quds al-Sharif, na alifanya hilo kwa hikma nyingi. Kwanza ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko mbele katika kutekeleza amri za Mola wake, wala alikuwa hana maoni mbele ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japokuwa ndani ya moyo wake alikuwa akitamani, lakini alikuwa haombi dua wala hasemi kitu chochote. Katika hikma ni kwamba ile al-Quds al-Sharif iingie katika dhimni ya muqaddasat islamia, kwa kuwa mtume wetu ashaswali kule, ashawaswalisha mitumi na Jibril ashaswalishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu tukufu kama ile, kwa hivyo ishaingia tayari katika muqaddasat islamia. Na pia mtume kuelekea kule ni kwa sababu yataallafu qulub ahli alkitab, wale ahlul kitab hususan mayahudi, akiwavutia waone kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam Uislamu si dini mpya iliyokuja kupingana na mitumi waliotangulia, la bali Uislamu umekuja kuunga na kutilia nguvu na kuinyanyua zaidi da'wa na kazi ya mitumi waliotangulia.
akawaelekea kule akitaraji Mayahudi pia katika hikma ya Mwenyezi Mungu kwamba watalainika, wataingia katika Uislamu. Lakini subhanallah, innal yahuda ma'ashirun lu'ama, nyoyo zao ni mbaya na nafsi zao zina maradhi, wakaanza kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsema mbona hana qibla, mbona aelekea qibla chetu. Bas Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada kuona moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umetamani jambo kama hilo la kwamba qibla kibadilishwe, ikashuka aya qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrah ila akhir al-aya. Hakika tutakuona kulekeza kwako uso wako mbinguni ukitaraji wahi utashuka. Yani jambo alikuwa alitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa yusalisha sala ya faradhi ya raka 4, akaswali raka 2, muda katikati ya sala ukashuka wahi kwamba wabadilishe qibla. Onekana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewacha kuelekea Palestina, Masjid al-Aqsa, akawaelekea upande wa Makkah kuelekea al-Kaaba al-musharrafa al-muazzama, na wakaamrishwa Waislamu waelekee al-Kaaba, na ikawa hapo sasa ndio tahwilul qibla. Lakini sio tahwilul qibla peke yake, na tahqiqu al-umniyati an-nabawiyyati al-muhammadiyya sallallahu alaihi wa sallam. Mwenyezi Mungu katika usiku wa lailatul nisfi min Shaaban alimtimizia mtume wake Muhammad ndoto yake, na Mwenyezi Mungu akabadilisha qibla kutoka upande wa Palestina na al-Quds Sharif, ikawa qibla sasa cha Waislamu ni pale alipotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qibla amepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili aridhike tu, kwa sababu yeye ni habibullah, ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekibadilisha qibla, amefanya tahwil katika usiku mtukufu, basi hata sisi tukimlekea yeye katika usiku mtukufu kwa istighfar, kwa mahabba, kwa taa, kwa silatul rahim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweza kubadilisha nyoyo zetu. Baada ya kuwa tumeelekea dunia, tumeelekea shahawat, tumeelekea maasi, tumeelekea munkarat, Mwenyezi Mungu akabadilisha nyoyo zetu zikaelekea qibla cha taa yake Mwenyezi Mungu, tukawa ni watu wa Mungu, tukawa ni watu watiifu, tukawa ni waja wema kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kama alivyokibadilisha qibla, aweza kuzibadilisha na nyoyo zetu, wa madhalika ala Allahi biaziz. Na kwa kuwa ni usiku, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lailatul nisfi min Shaaban alitimiza ndoto na akaihakikisha ndoto ya kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tuna ndoto nyingi, tuna mambo mengi tunatamani katika nafsi zetu, tuna haja nyingi tunazihitajia katika maisha yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila mwenye ndoto njema, mwenye mipango mizuri, mwenye mambo ya khairi mazuri ya manufaa ya dunia, manufaa ya akhira, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atutimizie sisi na Waislamu wenzetu ndoto zetu zote inshallah ta'ala, kama alivyomfurahisha na akamridhisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa baraka wa sallam. Lailatul nisfi min Shaaban ni usiku mtukufu mno, ni usiku mkubwa sana. Naam, kama tulivyosema min babil insaf alilmi kwamba hatufai sisi kama Waislamu kusema kwamba lazima watu wasimame lailatul nisfi min Shaaban wahuishe kwa ibada. La, ni jambo la kujitolea, ni jambo la kujitolea na si jambo la lazima. Lakini na kujitolea kwenyewe ni kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimithli ma aftaradtuhu alayhim wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ba'da ada'i alfara'id illa ahbabtuhu. Yani mja kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, kwanza ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza faraidh, ile mambo ya lazima ya faradhi katika Uislamu tuyatekeleze, kisha na mambo ya sunna, mwendo mzuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa kuwa sisi ni umma tumerithi mapenzi ya ibada na kuhuisha masiku kwa taa ya Mwenyezi Mungu, tumerithi hayo kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa waja wema waliotutangulia. Kwa hivyo yapendeza na sisi tujitolee na tupeane moyo na tusukumane katika khairi kama hizo. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mwenyezi Mungu atujalie min ibadihi almuflihin wa min ibadihi as-salihin wa min ibadihi almaqbulin wa min ibadihi almuqbilin wa min ibadihi almu'minin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.